Kurudi pale nyumbani because nilipata sasa washaambiwa mahali nimetoka. Nilipata wamenipakia nguo peke yake. Okay. Zimewekwa kwa gate. Na ni usiku sasa because nilitoka sasa Ruiru kwenda Karatina. Nilitoka kitu 6. Nilifika kulikuwa na jam nini nikafika kitu saa 3 usiku huko. Kufika saa 3 usiku sasa ndio nilipata wamefunga gate. Manguo zangu ziko hapo nje zangu peke yangu. So mimi nilizunguka nikaingilia kuna mahali kwa jirani. Niliingilia kwa jirani kwa shamba. Then nikatokea kwa shamba yao. Okay. Sikuchukua zile nguo waliweka kwa gate. Niliingia sasa na side ya nyuma kwa shamba. Nikaenda nikapata wamefunga ile nyumba nilikuwa sasa nalala. Kufika sasa ilibindi sasa ni I had to explain mali nimetoka because walianza sasa kutaka hata kunichapa. Na ukumbuka sasa situation yenye niko. Sababu yenye nilikaa mimi kuwapembeleza nikawaambia vyenye kilifanya niende. Sasa hapo sasa ndio hawakunisikiza tena. Waliniambia tu we lala asubuhi uamke kwenda but usiende na mtoto. Nikawauliza na huyu mwingine nimebeba. Akaniambia hata wewe kijana wetu amesema ukipata ulete. Sasa because mimi nilikuwa najua kwa roho yangu mtoto si wenu. Singemwacha. Singemwacha na nilikuwa nimeona ile ubaya nimewekewa pale. Yaani singemwacha. So that the time sasa mimi kukua Monday sasa asubuhi. Mamake aliamka akapotea na mtoto wangu. My first born sasa. Akapotea na yeye kutoka asubuhi mpaka saa 10 jioni. Ili niende nimwache. Mimi singeacha mtoto. Alafu ile situation ilikuwa hiyo time because nilikuwa mgonjwa. Singeweza kubeba vitu mingi. Nilibeba tu zile nguo za mtoto mkubwa na sasa zile unanunuanga za kungoja mtoto because sasa nilikuwa nimebakisha wiki 2. Okay. Ndio niende sasa nifanyiwe CS nitolewe huyo mtoto asikufie kwa tumbo. Okay. So ndio sasa nilitoka nikapigia yule daktari mwenye alikuwa na mimi sasa Karatina hiyo jamii ndogo. Nikamueleza ni alinipea transport. Okay. Nikamueleza then akaniambia ukifika mahali utaenda just ni connect na yule daktari utaenda kwake. Nimueleze vile tumekuwa because medical history. Yeah, hiyo medical history nini. Sasa mimi ndio alinipea transport. Nikatoka sasa nikapigia sasa the real father. Wakati huo ulikuwa unajua status yako? Hiyo time sasa nilikuwa negative. Okay. Sikuwa nimepata ugonjwa. Okay. Sasa hiyo time sasa ndio to cut the story short nilitoka nikarudi sasa nikapigia yule baba mtoto wangu wa kwanza. Then nikamueleza situation akaniambia sasa you have to come ukuje kwetu tuseme pia huyu mtoto mwingine umebeba ni wangu. Because kijana hakuwa ameoa na hakuwa amemove on. Okay. So ndio sasa nilienda kurudi kwake tena. Then nikapata huyu sasa mtoto chuka sasa. Nikapata huyu mtoto the second born. Nikakaa kwao miezi 2. Huyu kijana sasa hakuwa na kazi. Na atungekaa pale. Alafu mamake alianza sasa kuanza kusearch the truth. Mbona mmepata mtoto mwingine na mnajua mwezi oana. Sasa unaona zile maswali na unaogopa sasa kusema uongo huku. Na sasa ndio sasa hiyo time niliacha my first born. Okay. Nikamwacha pale. Because singeweza sasa nilienda na huyu mwingine sasa akiwa na miezi 2. Sasa ndio nilirudi Maua sasa tena. Nikaanza tena afresh. Without anything. Sasa nikupewa manguo napewa na marafiki. Yaani sina mtu naweza ambia. Sasa niko na huyu mtoto town ni vibarua sasa ndio time nilianza kufanya vibarua kwa kuna Wasomali huko kwetu Maua. So nilikuwa naenda nafua manguo huko. Okay. Ndio nipate alafu naacha huyu mtoto daycare. Nikimwacha daycare sasa nikienda nafanya vibarua na muendea jioni. Life haikuwa mzuri. Okay. Because sasa huyu mtoto mwingine mkubwa bando hakuwa amezoea kuachwa. Alianza kuwa analia sasa ikabidi nimuende. So nikakuwa na watoto wale wangu 2. So ndio niliongea na sistangu akamchukua huyu mkubwa. Na yeye alimpenda sana. Okay. Sistangu kumchukua akampeleka shule, akaanza shule sasa because hakuwa ameanza shule. Hapo sasa mimi sasa nikabaki na huyu mwingine. Nikipigia kijana because aligraduate na akatoka. Aliniambia kama huyu mtoto alikuwa wangu ungeenda naye. Huyu the second born sasa. Aliniambia ulindisrespect wazazi wangu, ukakuja shule, kunitafuta, kuniharibia jina, that is hivyo ndivyo alisema.
Kutoka hapo sasa ndio tukuongea tena. Okay. Na kutaka kujua actually mimi ndiye nilimwambia kenye nilipata mtoto ni male ama ni female. Hakuwahi nitaka kujua. Mimi ndiye nilikuwa na force that conversation. Vile alikuwa askari hakuwahi hata kutaka kujua. Okay. Mpaka wale hajaitaka kujua kama mtoto anakula nini. Na mimi aliniambia hakuna mahali unaweza nipeleka. You know, power of money. Aliniambia hakuna mahali unaweza nipeleka. Yes. Na ukweli katoni hakuna mahali ningempeleka that time. Hatuna pesa ya kukesi. Huu mtu hakuna Kenya hawezi tengeneza. Kama anatengeneza birth certificate ni nini hawezi tengeneza. So mimi singepata kwa kumpeleka na singepigana na matajiri. So mimi niliachia Mungu. Okay. And life yangu ikamove on tena. Karudi Maua. Nikarudi Maua sasa na nikaanza fresh sasa. Okay. So mtoto amekuwa mkubwa sahi ako 5 years. Okay. I think 6 years. Wako mahali moja na my first born. Sistangu alipata kazi nje. Okay. Akaenda. So niliwachukua tena. Mahali tu kwa babake yule. Ndiye niliwarudisha pale. Okay. Watoto wako sawa kabisa. Wanaishi mimi natafuta nikiwatumia tu wakiwa mahali moja. Na yani wanajua tu ni sisters. Okay. Na watoto wangu hawana ugonjwa kabisa. They are okay. Oh, good. Yeah. Wewe itakuaje sasa audio? Mimi after hapo sasa nilirudi Maua. Sasa then nikarudi pale nyumbani. Kurudi pale nyumbani sasa nikaanza tena because mimi sasa unajua kuna ile umezaliwa ukiwa an orphan. Kuna ile you are go getter. Uwezi lala because you want to change the situation at your home. Sikulala. So niliendelea tu kukatch up na life tena. Na ngushwa chini na amka tena naendelea na maisha. So hapo sasa ndio nilipatana na huyu mwenye aliniambukiza huu ugonjwa sasa. Actually sasa ilikuwa my third relationship sasa. Hapo ndio sasa nilipatana na huyu mtu na yeye kitu nilimpendea kwanza. Meet on Facebook. Okay. Yeye alikuwa ananijua, mimi sikuwa namjua. Anaishi Maua. So alikuwa ananijua. Kuna mahali nilikuwa nimeanziliwa kwa hoteli. Sasa alikuwa anakuja hapo, yeye ni mtu ananijua kabisa mpaka nyumbani. Actually lakini si Meru. So vienye tulikaa na yeye sasa because kenye tulifanya to meet ni single dad. Alikuwa na vijana wawili that time. Alikuwa na vijana wawili. Na mimi sasa niko na wasichana wawili. So wakati tulipendana na yeye we had one thing in common. Tulikuwa single, mimi nilikuwa single mom na yeye alikuwa single dad. Okay. So na alafu kitu kingine sikuwa nataka nilikuwa naona sasa iko date youth au my age mate ni shinda sasa. So mtu naye alikuwa mature, alikuwa that time 2019 alikuwa 45 years. Okay. Nikiwa 20 I think nilikuwa 23. So vile sasa niliona mtu ni mature na ni mkubwa, mimi sasa nikakuwa na ile hamu ya kukaa na yeye. First kumbuka story yangu, mamangu alikufa na ugonjwa. Yes. Niliishi sasa kuogopa ugonjwa sana. Wakati nilielewa ukimwi ni nini, niliishi kuogopa. Sasa sikuwa natangatanga na relationships. That unasikia mimi nimetoka kwa hii relationship, nimetoka kwa hii, nimeenda kwa hii. Hakuna mahali nilitangatanga kwa hizo relationship zote. Mimi nilikuja kwa huyo mtu, nikamwambia sasa twende tupimwe. Okay. The guy because sasa tulikuwa ile tulipendana, alafu the mistake I made hatukupimwa. Tulilala. Alikataa alisema. Yeah. Okay. Tulilala naye kwanza. Then nikamwambia because tumelala, akaniambia sasa because tumesikizana kabisa sisi tunaoana. Hakuna mahali unaenda, sisi tunaishi pamoja sasa. Hiyo time sasa ndio time sasa sikuwa na kwa kuishi Maua. So niliishi kwake. Okay. Nikamwambia sasa because tushalala, and that the mistake we youth tunafanyanga. Unalala na mtu kama mjapima ama mnapima na macho. Yes. So mimi nilifanya ile kupima na macho. The guy alikuwa so healthy. Ani ungejua kama ni mgonjwa ama nini. So mimi ndiye alikuwa na suspect sana because alikuwa amesikia story yangu that nimezaliwa na ugonjwa. Okay. So mimi wakati nilimpata
aliniambia we enda upimwe uniletee results zako, then mimi nikipata time, si hata ameanjiriwa na government, ni kazi yake that anaweza hata toka sikupimwa ni like 30 minutes na unarudi. Yeye aliniambia we enda upimwe kuwa wa kwanza, alafu mimi nitafanya nini, nitaenda. Okay. Mimi sasa vile nilimwambia hivyo, mimi nilienda because I wanted that love. Na alafu nilikuwa naona ni mtu mature. Alafu nikiangalia vitabu zake ni mtu alikuwa anafunza kuhusu the HIV. Yeah, he was. Yeah, he was. Kuna hii ilikuwa inaitwa Samaritan Pass. Ilafanyanga na Maua Methodist Hospital. Sasa alikuwa anafanya kazi hapo. Na alikuwa anafunza mambo na ugonjwa. Sasa unaona akona everything that ungemsuspect. Okay. That ako mgonjwa ama nini. So because I wanted that love, mi nilienda mpaka hospitali moja inaitwa Angels iko Maua. Hapo ndio nilienda nikapimwa my first test. Kuingia kwa ile relationship mi nilikuwa negative. Actually hata jamaa ana keep fighting me back akisema mi ndiye nilimuambukiza ugonjwa because nilizaliwa nayo. Mara anawekelea the ex-husband wangu akisema wao walikuwa wagonjwa. Actually mimi nikiingia kwa relationship I have every evidence that nilikuwa negative. Na unasikia hata nasema mahali nilienda kupimwa kwanza. Mpaka hata daktari ananijua vizuri sana. Okay. Na hata aliniuliza mbona mama, because alikuwa ananiita Mama Tracy. Mbona umetaka kupimwa tena? Mbona unakaa ukipima? Mimi nikamwambia nimeingia kwa relationship yenye mimi mwenyewe sina trust. Okay. Alafu nilianza kuambiwa sasa na marafiki pale town, jamaa ameanza kukaa naye, ex wake alikuwa mgonjwa. Na actually I did follow up, nilifanya follow up na nikajua mpaka pale yule mandam alikuwa anaendea ndawa. So mimi after hiyo because the guy alikuwa so yani ananifanyia everything, nilikuwa naona hao ananiambia hivi they are jealous. Alafu ukiangalia huyo ex wake very beautiful, yani hata huwezi amini hao watu ni wagonjwa. They are very beautiful. Ni kama mimi hivi kila mtu ananiambia wewe najua tu unatengeneza awareness yako, you are not sick. Me I am sick. Mimi fiti yangu na siambukizani na gatanye kutoka nigonjeke, mimi sijai ambukiza mtu. Okay. Na sijai lala na mtu ni muambukize hii ugonjwa because the pain that yenye napitia, I always say this is my cross. Siwezi taka mtu mwingine apitie. Yes, unaweza sema utakunywa dawa na uishi kama wengine. But remember this thing iko kwa blood yako. Yes, it's not the same. It's not the same at all. It's a condition. Na hakuna mtu pale nje anaweza taka kukua na condition. Sure. Sasa huyu hakupimwa hata vile ulikuja na your results? Yeah, hakupimwa. Alipima yangu. Sasa because me I'm negative, hata yeye ako negative. Sasa because ni mzee, yani unamheshimu, unajua ni mzee sasa. That unamheshimu, unampa ile heshima, si kumforce. Okay, ulikuja kujuaje sasa ni alianza na symptoms. Mimi nilimpata na symptoms. Nilimpata na running stomach. Akaniambia ameishi hivyo. Actually nilianza kusorora hata kwa vijana wake, wakaniambia baba ameishi akiwa hivyo. Anaishingi tu akiwa na hiyo running stomach na hataki kuenda hospitali. Mimi sijai muona akiwa labda anunue hizi painkillers hizi za kutibu tumbo tu. Hiyo ndio nilimpata nayo. Na hata kwa kazini walikuwa wanajua kuna hiyo shinda ya tumbo. So alisema sijui kuna sindano alienda akandungwa ikamuharibu. So mimi wakati sasa nilijua niko na ugonjwa na ameniambukiza, ndio nilianza sasa kuona zile signs. Zile symptoms. Mbeleni sikuwa naziona because alinidanganya. Alafu kuna kitu kingine Katuni huwezi fanya. You can't force someone aende apimwe. Already singe move kutoka kwa huyu mtu because sasa nishalala na yeye. Na mimi kama kuna kitu nachukuanga ikiwa kubwa sana ni ile kulala na mtu. So mimi sikutoka kwake. Okay. Nilika after like 1 year hivi. Sasa umejua. Sasa hizo nimejua niko negative sasa. How was your reaction yako ilikuwaje vile sasa uliambiwa? Vile niliambiwa niko positive. Yes. Time niliambiwa niko positive, sikukubali. Nilienda 15 hospitals in Meru County. 15 hospitals kumoja. Because I was crazy sasa. Mimi kitu imeua mamangu. Alafu tena mimi ni sasa sikukanyanga nyumbani mpaka wa leo sijai kanyanga kwa gate ya nyumbani. Because unapatana na kaburi ya mamako na babako pale. Kwetu kuna wamezikwa mpaka gate.
I'm sorry to say this. Wamezikwa karibu na gate. Okay. So unaingia kwa boma, umebeba that thing killed your parent. Actually, even my family was disappointed with me. That hakuna mtu aliniwahi niongelesha tena. Mpaka hii time nimeanza hii awareness, ndio wamekuja kuni-accept. Wakaona that sikutaka kwangu. Because like my brothers walikuwa disappointed na mimi sana. Because hii kitu imetuchukulia wazazi, na wewe umekuja nayo, na vile tumeishi nini unaona, hawakuichukua ikiwa kitu rahisi. So mimi kukaa hapo actually sasa sikuwahi kanyanga nyumbani. Okay. Time niliambiwa niko positive, after kupimwa nilienda kwa jamaa nikamwambia. Na actually nilikuwa nimemwambia zile nini zote naambiwa na watu vile wako hivi na hivi, na hakuwa anajali, hakuwa anashtuka. Ni kama alikuwa anajua. Ni kama alikuwa anajua. Okay. Na ni kama hata yeye alikuwa anaambiwa, lakini hakuwa ameaccept aende apimwe. So vile mimi nilienda nikamwambia, the guy hakushtuka. Nilienda na tule tu resort zote because zangu hii ugonjwa ilijulikana mapema. So zile resort haikuwa inatoa line zote mbili. Ilikuwa inatoa moja na nyingine ilikuwa imefaint. Unaiona kwa umbali, hata daktari mwenyewe walikuwa inawachanganya. So kuna ile test nyingine nayo ikipimwa ndamu ikatapakaa ndani pale, that haitoi any result, inakaa invalid. So hizo ma test zilikuwa zinandanganya, hiyo inasema niko positive, nyingine inasema niko negative. So then daktari aliniambia enda ukae 2 weeks urudi. Sasa hapo nilienda sasa Maua Methodist Hospital. Wakaniambia enda after 2 weeks ndio utarudi. Thank you. Kurudi vile niliwaambia hivyo, wakaniambia nirudi. Mimi sasa nilirudi sasa kwa jamaa, nikamwambia kuko hivi na hivi. Jamaa alianza sasa kunifukuza. You just pack your things and go. Sasa nikamuuliza unanifukuza nikiwa mgonjwa? Nikamwambia if niko mgonjwa pia wewe it means uko mgonjwa. Sasa because sisi wote tuko positive, wacha kunifukuza, at least tuketi tuongewe, tuishi sasa positive life sisi wawili. Jamaa alinifukuza na akaniambia hakuna mahali unaweza nipeleka. Akaniambia furthermore hii hata familia yako there's nothing they can do. Okay. So alianza zile kunitishia. Nilienda mpaka police station because this thing umeniambukiza ukijua uko nayo. Nilienda mpaka Maua police station. Alienda akandanganyana pale police station nimeiba vitu zake za nyumba. So alichange the case because akona the power of money tena. Ni jamaa akona pesa. So alienda akaambia askari mimi nimeiba vitu zake za nyumba. So mimi nikaambia yule OCS, nikamwambia mimi hata kama anasema nimeiba vitu zake za nyumba, actually nilikuwa nimechukua. Because ungenifukuza na ugonjwa, alafu sina anything, sikuwa job, nilikuwa mgonjwa sasa that time. Unajua nilianza na acid, mimi yangu ilianza acid kwa tumbo. So sikuwa na any symptoms za HIV. Okay. Sikuwa nazo kabisa vile mtu anaweza niuliza saa hii pale nje that signs and symptoms. Okay. Mimi sikuwa nazo. Mimi nilienda tu kupima kama mtu wa kawaida tu. Na nilipima because nilikuwa naambiwa. So vile nilikuwa naambiwa sana so mimi niliuse kwenda kujipima. Okay. So vile mimi jamaa alindanganya, akaenda akaambia usiwezi nimeiba vitu zake za nyumba. Hawakunisikiza pale Maua. Wakatupa hiyo kesi. Hiyo kesi ilitupwa na jamaa akaanza kuwa ananithreaten. Na that time sasa ndio nilinji accept sasa. Nikatoka kwake na nikaanza tena life tena. Okay. Mimi nilijikubali na nikapata kazi kwa club Maua. Pale kwa club I shared my story with one of my friends, time taja mimi, but alini expose. So hapo ndio stigma ilianza. Okay. Nikaanza sasa kunjikataa sasa. The only thing yenye nilikuwa nimebakisha ni kunjiua. So nikiwa pale Maua kwa club, because watu walikuwa wameambiwa wanakuja wananiuliza from horse's mouth. Wananiuliza ni ukweli hivyo tunasikia uko hivi na hivi, na waambia hapana, si twende tupimwe. Unajua ukiambia mtu twende tupimwe na ni mshenea nimekuletea, ataogopa uende umprove wrong. Sure. So nilikuwa na ile na waambia si twende tupimwe basi kama uniamini. So that the time sasa mimi nilianza sasa kukua na stigma. Okay. Which sasa mimi nilianza kukunywa sumu.
sikufi. Nimekunywa sumu mara 3. Wow. Before niende ndawa hospitali. Sasa hizo sikuwa nimeanza ndawa. Nilianza kukunywa sumu kwanza. Mara nyingine naenda nasimama kwa lami gari nigonge zinanipita. Time nyingine nikachukua ngunia. Sasa kuna mahali kwetu kunaitwa ardhi. Mahali our MP ametoka. Kuna mahali kuna kwanga na maji imetulia. Hapo kuna kwanga so deep. Nilibebanga ngunia sasa na nikaeka mawe ndani. Nikasema nitaenda niingie kwa hii ngunia. Then because hiyo maji iko na kamteremko, nikiwa pale juu nienda nijiweke kwa ile ngunia. Then nijiangusha pale ndani. Unajua sasa ngunia ikiwa na mawe na ile uzito hautapanda juu ukikufa. So time nilifika pale, mimi nilishinda nimeketi hapo the whole day. Watu wananipita tu because ni karibu na lami. Wananiuliza unafanya nini huko? Wale wananijua walikuwa wananiuliza unafanya nini? Naambia tu nimekuja kurelax huko. So nikitaka kunjiua, kuna kitu ilinikujia kwa akili yangu. Ile life umeishi. You have daughters, uko na watoto wasichana, wataishi aje? Watakaa na nani? Hata wasikiange mama wako wai, hata kama wapay anything. Lakini kuliko wasikia hawana wazazi. Which singe wish. Hata sahi siwishingi mtu alusa mzazi. Mi life yangu haijai kuwa poa. Sure. Sijai heal mpaka waleo that. Ile loss ya kuwa una mzazi. Okay. So mi nilikaa nikakaa pale nikafikiria nikaona sifai kunjua nafaa niende nipack nguo zangu niende coast. Sasa nikajiuliza nikienda coast na nitakuwa nikichukua ndawa wapi? Sasa hiyo ulikuwa umeanza dawa? Nilikuwa nimeanza tayari sasa. Hiyo the fourth time yenye nilikuwa naenda kunjua nilikuwa nimeanza dawa. So na nilikuwa nimepewa zile guidance. Unajua lazima ukianza dawa unapewa counseling nini. So hiyo time nilijiuliza sasa ukinjiua utabakia watoto wako watabaki na nini? Wataishi kuzunguka kama wewe, hawana mtu wa kukaa na wao hivyo. Mimi sasa nikafikiria nikasema hapana, acha nisinjiue. Acha niende na niishi sasa. Niishi sasa the positive life. So ndio ukaanza activation that time nilianza na one lady. Okay. This lady alikuwa na date that jamaa mwenye aliniambukiza ugonjwa. Aliendelea aliendelea na actually kutoka kama huyu mtu in Maua, I'm sorry to say this, ameambukiza watu. Because ugonjwa yake amechukua ndawa hii mwaka. Okay. Since then? Since then. Okay. Na mimi nimekunywa ndawa zangu, hii ni mwaka naelekea wa 4. So you started with that? Mimi nilianza mapema ndawa. Na after 6 months, kuna hii test tunafanyiangwa sisi watu positive, sisi watu negative. Kuna test tunafanyiangwa ya kuangalia the viral load. Ama inaitwa CD4 count. Mimi after 6 months CD4 count zangu, yani the virus that zilikuwa kwa damu yangu, zilikuwa zimelala. Because mimi nilikunywa ndawa, nilijua niko na hii ugonjwa mapema. Kumbuka that test zangu hazikuwa zinatoa that niko HIV positive kabisa. So nilianza ndawa zangu mapema. Actually mwezi moja, nikikupea stories za mwezi moja unawezaona kama nilikaa mwaka. No, it's the same month yenye nilikuwa najiua, yenye nilikuwa nilipimwa, that the same month yenye nilianza ndawa. So vile mimi nilianza ndawa zangu, actually because si walijua, wananichunga sana. Hata saa hii wanajua vile naendelea, then wanafuatilianga mtu sana. So kipimo inaonekana 0 kabisa. Saa hii hata tukienda saa hii na wewe, mimi unaweza nipima niko negative because viral load zangu zililala. But haimaanishi that mimi nimepona. Ugonjwa haina ndawa hii. Mimi ni ndawa, ni ndawa ya kulalisha, imeilalisha. Na kuna watu wengine wanasema kabla tufanye maneno, wacha tupime. Wanasemanga hivyo. But mimi siwezi kundanganya. Yangu kuna time inatoanga negative na kuna time inatoanga positive. Especially ni kama hiyo mwezi nimetumia mafruit, nimetumia vegetables nini. Tukienda mimi from that time, even my doctor anaweza kuambia. Mimi niko the level we call it undetectable. Mimi hata nilale na mtu ako negative. Siwezi muambukiza ugonjwa. Because zile viini, zile virus zililala kitambo. So mimi sasa niko Yes. Wacha tumalizie kwa kuuliza how is it
been imekuaje hii kazi yako ya kuambia watu kweli? Hii ya kuwapatia tahadhari? Yeah, mimi yes. Sorry. Mimi nilianza initiative kwa Facebook. Na wakati nilianza, I started as a story. Nilishare story yangu na mtu fulani anaitwa mwalimu, anaitwa Mr. Nyaga. Kwa Facebook anaitwa Nicholas Isaac. Okay. Nilishare naye story. Alikuwa the principal. So vile niliona kuna story alikuwa amepost. Mimi nikampea na mimi story yangu. Akaniambia unaweza taka tuipost. Nikamwambia for now mimi nilikuwa sasa niyo time sasa nimeama maua juu ya stigma, nimekuja huku kuanza life. Sasa niko na ile sina kazi Nairobi. For now hata saisi ati niko na kazi. Ni ile stigma ilinifukuza maua. Okay. So alafu yule jamaa mwenye amenipea ugonjwa ako hapo na hakuna kitu naweza mfanya. Sure. So hiyo kitu ilikuwa inaniuma zaidi that hakuna mahali naweza mpeleka, hakuna venye naweza mfanya, na anaendelea kunithreaten mpaka time nilianza hii initiative yangu. So mimi vile nilikaa pale nikampea story yangu. Hiyo time nilikuwa nimepata kibarua place inaitwa Ruiru ndani. Okay. Kwa tunaenda kwa hoteli. Nilikuwa nimechoma, najua Gatonyo ungeniona. Nimeshare picha zangu kwa Facebook. Nilikuwa yani the virus ilikuwa sasa imeanza kunikula because hii ugonjwa ipendi stress. Okay. Na mimi sasa nilikuwa nimeanza stress, niko tauni mpya, hakuna mtu najua, ni kuanza naanza, sina kazi. So ndio nilishare hii story yangu. Kushare na huyu na Mr. Nyaga, akaniambia tuandike. Nikamwambia hii andike kama story hivyo umeandika hiyo nyingine. Alitake time, so sikuwa najua it's a busy man. So nilifikia msichana mwingine tu kwa Facebook, rafiki yangu. Okay. Nikamwambia mimi kuna kitu inaniita, yani ile nasikia tu I have to share this thing. Nikamwambia first, hii ugonjwa imeua wazazi wangu. Huyu jamaa anaendelea kuambukizana. Mimi si yuko hivyo, mimi ni mtu mzuri. Na actually kama anaendelea kuambukiza watu, hii kitu inafaa na mimi nifunze mtu. At least kuna mtu atasikia story yangu mahali, asikie that. So hand that calling, kitu inashinda kiniambia talk about it. Talk about it. Yani nakaa tu naambiwa ongea kuhusu hii kitu. Hata kama wengi wamenjitoa, wewe ongea tu. Actually in Meru County, mimi ndiye the first young girl. I'm just 26 years old. Yes. So I'm the first girl in Meru County kuongea about the HIV and the stigma. Mimi ndiye ni wa kwanza kabisa. Kuna wengi walijitoa but ni wazee. But kwa young generation I'm the first. Okay. So sana unaongea na young generation students. Yeah. Yes. Na young generation huko Facebook, niko TikTok na YouTube. Okay. Yeah. Tukimalizia maybe kuna number watu wanaweza taka kusaidia that ministry yenye umeanza, I mean the initiative. Some people would want to. Yeah, because labda wakuite pahali uongee na students, something like that. Yeah, because sasa let me share this a little. Mimi nilianza hii kitu kama a joke. Sikuwa najua itafika mahali imefika saa hii. Na actually watu they are reaching out to me. Okay. They are not fine. Watu pale nje wanakataa kunywa ndawa. Na wengi wananiambia tunafanya hivi because hatuna mimi hata najua hapa nje tunasikizwa na hata watu wako kwa government. Mimi kenye ningeomba kabisa, wengi wana lose hope ya ndawa kabisa. Kuna hawa watu watimbi wakiendea ndawa zao wanapeango haunga. Mimi siombei watu tupewe hata kitu kubwa. Kabisa kuna yule mama saa hii amefika mwisho pale nje, wengi wamenifikia wakiniambia hii ndawa ufai kukunywa kama hujashiba. For me ni mara mob na lalanga ja. But najua hii ndawa ukikunywa with an empty stomach, hata ukunywa kauji. Mimi sasa kenye ningefikiria ama kenye nafikiria saa hii na hii awareness yangu ni afford kusaidia mtu at least wakati amereach out kwangu na mnunulia tu hata unga ya uji ya kukunywa zile ndawa tu, sita kununulia food because hata mimi sina job saa hii Katonye. Sina anything, ni kuanza naanza hata mimi. Na unasikia pia niko na watoto wawili na bado wako shule. Na ni mimi bado mzazi. Na niko na bado hii ugonjwa bado. Na unajua hii ugonjwa ni like something special pia.
kuna venye unaitreat, kuna venye ukaitreat ikuue. For example, mimi nikikataa kukunywa dawa hata wiki moja sasa. Katonye kwa hiki utainiona tena. Yeah, this virus ikiamka I don't know itaamka na power gani. Sure. Because si ati nimepona. Sijapona mimi. So medication every day. Medication ni every day. Hakuna kuchange time. Same Kama time. unakunywanga saa 2 ni saa 2. Kama unakunywa saa 1 ni saa 1. Okay. Na hakuna kukataa kukunywa leo because ulikunywa jana. Una top up ile dawa ulikunywa jana. Unaipea nguvu nyingine. Si ati unaiboost. Unaiboost si ati umepona. Because ati leo umeamka that actually hata ukiniangalia hivi Gatonye I know wengi hawanijui but watanifollow pale Facebook. Naitwa Damaris Kawira Gitonga on Facebook. Mimi hata ukiniona hata tukutane na yeye saa hii nikwambie niko na ugonjwa. Actually wengi wananiambia hata mimi nataka kukudate ukiwa hivyo tu. Mimi for now I am not dating. Sitaki mapenzi. Mapenzi yangu sasa ni kusaidia our youth, our young generation because wazazi wa saa hii actually nimeenda shule. Nimeenda shule nimekuwa kwa radio station. Na actually wazazi wa saa hii hawatufunzi. Hawafunzi wa watoto because mali nilikuwa hiyo shule nilienda. They are very yani hao wasichana wananiona yani they are looking at that virus. Kweli uko hivi? Because wao wanafunzwa tu usikuje na mimba. Alafu kitu kingine msichana anaenda anadungishwa sindano asipate mimba. Ushai mndungisha sindano asipate ukimwi? Hapana. Na hakuna sindano kuzuia ukimwi. Yeah. Sasa yule msichana kuna hii kitu Gatonye inaendelea in our towns. Let me say kwa young generation. Mimi Gatonye nakutaka because you have something. Sasa hii naita sako inaendelea hivi. Yeah. Kwa ile sako mimi nikiwa mwanaume na date wasichana 5. Mmoja wao ni student wa shule. Mwingine ako na kazi. Yani sasa kwa ile sako ya watu 5 mmoja wetu ni mgonjwa. That is Damaris kwa ile sako. Ako na HIV na akunywi dawa na maybe hajajua because saa hii hata ina symptoms. Haikuji na symptoms ikiwa HIV inanga symptoms. Yes. Unakuanga tu na homa za kawaida, kifua ya kawaida, unatibu kifua inapona, unatibu homa inapona. So ukitibu zile hujapima ugonjwa. So ile sako kwa wale watu 5 yule mmoja ataambukizwa. Yeye aende ambukize boyfriend wake. You see, hiyo sako itaendelea na inaendelea kwa young. Kama Meru County sisi young generation ndio imeongoza. Na hii ugonjwa haina gender ama haina county. Hii ugonjwa inaweza shika anybody ndio maana leo hii si Meru TV niko ama station za Meru niko Kameme. Because hata Wakikuyu wenye wanasikiza hapa ama wa kabila ingine wako Meru bado. Na hii ugonjwa iko pale Meru bado. Yes. Na hii ugonjwa ichagui kama wewe ni Mkikuyu, wewe ni Meru, wewe ni nini, haina gender, haina anything. Inashika anybody. Sure. Tukimalizia your last word, very brief kwa especially the youth. Mi Kenya naweza advise the youth. Au kutupatia kanamba if at all iko. Basi kwa anza na ujumbe. Ujumbe wangu sasa kwa youth, our young generation that is, ama young moms pale, single moms, wote. Hii ugonjwa ina gender. Mimi Kenya, sitakukanya kulala na mtu because I don't know unalala na yeye kwa nini. But the only thing yenye naweza kuambia, kama uamini mtu, usilale na yeye. Enda mpimwe. Mimi mistake nilifanya na nashinda nikisema. Mimi nilipima na macho. Okay. Niliona jamaa kwa sawa na nikapima na macho and I was okay. And that why leo ni mimi niko na hiyo virusi. Okay. Ningekuwa nilisikiza singe nini. So mimi ningemwambia abstain if you can. Pima. Na kama uko na partner, penda partner yako, yani mkae nyinyi wawili tu. Hakuna trophy ya sex. Hakuna trophy. Hakuna Olympics. Kabisa hata ukishindania au tutaisha kwa hii dunia. So wewe pima, na kama umelala na mtu kabisa imefika to a situation that wewe umelala na yeye tu, asubuhi yake amka pole pale hospitali. Watu wa HIV wale madaktari wametengwa pale kwa HIV njoo inakuanga na place yake. Wale watu yani ni watu wanasikizanga sana. Enda pale sema nililala na mtu simuamini, utapewa preps. Kuna dawa utapewa za kuzuia wewe usishikwe na zile viini.
Na hizo ndawa mimi hata ndizo nasema kabisa. Kama utatumia kinga, au utashindwa kuchagua zile preps. And hata kama 72 hours hazijaisha, ngo upewe hiyo preps ama peps zinapeangwa. Na pia kuna disconduct couples. Yes. Disconduct couples gatonye ni mtu mwenye anaweza taka mtu ako negative. Hata kama unakaa na yeye bado. Kuna ndawa unafaa uende uchukue pale. Because hii virus zinaweza amka one day. Ama naweza sahau kukunywa ndawa siku moja. Na nikisahau siku moja zile virus zinaamka. Haya, namba kunayo? Yeah, niko na namba ya simu. Mtu anaweza taka hata kunibaia fruit na kulanga fruit sana. I'm sorry. Yeah, it's okay. Yeah, mimi napenda fruit and vegetables. Na for now naanza hii initiative yangu. Yes. Na nataka tumalize the stigma. Because especially hiyo hawa watu wenye wako HIV ukimaliza stigma na yeye ataambukizana. Sure. But sasa ukinionyesha ubaya nitaachana na ndawa Kataonye ningetaka kuambukiza watu in maua. Within na hata wenye wananichukia because nimeongea ukweli saa hii kwa station zote. Wengine wananiambia sijui wenye ulikuwa wanakutaka sasa watakutaka tena. Mimi hakuna mwenye nilikuwa nataka kuambukiza. Nilikuwa nataka watu wakati nilikuwa negative. Lakini sasa hii niko positive, hakuna mwenye nataka mimi. So mwenye naona kama nafanya kitu ya aibu, mimi sifanyi aibu. Mimi naongea because I'm that virus. I'm talking on behalf of that virus because I have it. Okay. Sasa mimi my point is mwenye naona ni vibaya nafanya. I'm sorry. Mimi nasaidia your young generation. Mtu haelewi kabisa. I would say you're very brave. Thank you so much. Anyway, able to patia your number. So my awareness inaitwa Let's Stop the Stigma and Let's Stop the Spread of HIV virus. Actually my number ni 0792 514 331 514 331. Okay. Munaweza reach out kwangu any day anytime. Na kuna mwenye akona swali about HIV inbox hiyo yetu atuongeangi. Na wewe kama uko pale nje utaki mimi I can't share story yako. Sisi watu wa positive uruhusiwi kuongea about your you can only talk about yourself. Yeah. Yes. Mimi naongea because nataka kusaidia. Wale wanaingia inbox yangu kuniambia utanisema, mimi siwezi kusema because that your thing. Okay. Mimi alafu ufai expose because Dama amefanya. Sure. Mimi nafanya because I have daughters wenye watapata hii ugonjwa pale. Ikiwa bando kama hatutaacha kuisambaza. Okay, Damaris Kawira, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much and I wish you well. Thank you so much. Asante. Rogano niraiha mathane mathira DJJ ni gutuohera timahita wege tukoragwo tukiaria ndeto ici no